Shirika lisimama waliimba ya kwamba adui anaingia, tuwe macho, tujitie kwa Mungu ili kwamba adui asipate wa kupokonya miongoni mwetu. Bwana asifiwe sana. Na ujumbe wakatuimbia kwamba watu waambatane na Mungu, Mungu wa kweli. Mungu wa kweli ndio kuambatana naye. Na wakati kwa ya selection kwa wimbo wao wa kwanza waliimba kwa maneno ya Francais, walisema que toutes les nations glorifient le Seigneur. Anastahili sifa za mataifa yote, anastahili sifa zetu huyu Bwana wa mabwana. Bwana asifiwe sana. Tutakwenda kufungua Biblia zetu. Tutafungua Biblia zetu kwa Zaburi ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Ni hapo tutatoa suje yetu ya leo. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Tunakwenda kusoma. Kama ayala aionehayo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Bwana asifiwe sana. Neno letu la leo ni kuonea Mungu kiu ni nguvu za kushinda jangwa. Kuonea Mungu kiu ni nguvu za kushinda jangwa. Bwana asifiwe sana. Hapa mahali tumesoma, mwandishi wa Zaburi anasema juu ya kiu ya moyo wake. Na kiu tunakijua sote, tunajua kisi tunakuwa na kiu, kisi sote tunasikia kiu, kisi tunaona kiu. Kila mtu anaweza kuwa na tafsiri yake juu ya kiu. Bwana asifiwe sana. Na ukitembea kujua au ukifanya kazi ya nguvu, utasikia vile kiu inakuwa. Kama vile maji yalivyo muhimu kwa maisha ya kimwili, ndivyo Mungu na uwepo wake alivyo muhimu kwa maisha ya watakatifu wake. Bwana asifiwe sana. Wakati mmoja Papa Leve alituambia juu ya kiu aliyoipata wakati anatoka Uvira, alikuwa anapanda Lemela kwenye alikuwa anasomea, anakuja na kinga mplene. Mnajua jua la mplene hisi linatuaka. Anafika ngambo ya Mberizi, kiu, anasema basi nitafanya nini? Anasikia kiu ya ajabu. Bwana tusaidie sana. Alors que ile mito yote ya mule mplene kwa ile wakati ilikuwa na vidudu mabilasios. Ukakunywa ile maji, vraiment utapata madhara kutumbo na utashindwa kufanya, utagonjwa. Na kwa ile wakati madawa hayakuwa sana, watu walikuwa wanakufa kwa ajili ya mavidon manyoka ya mtumbo. Lakini alisikia kiu akashindwa kuendelea.
Sema kama nikufa basi mie nitakunywa tu, nitakunywa quelque soit hali ya hii maji, nitakunywa tu. Na aliacha kinga kwa baba kushuka kumtoni, akakunywa ile maji. Bwana tusaidie sana. Tunataka kusema juu ya shauku au kiu, ikikuwa hakuna kitu kingine tunaweza na kusema hakuna. Utatafuta nini? Hautaweza, utakuwa obligé tu utafute maji. Na hivyo maji ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Waamini wa kweli wanapata kiu na njaa ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Nikusema kwamba maombi yao hayawezi kukoma. Wataomba ili kwamba Mungu atawale maisha yao. Wanahitaji neema ya Mungu, wanahitaji baraka za Mungu, wanahitaji matendo ya Mungu katika maisha yao. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio shauku kubwa ambayo waamini wa kweli wanakuwa nayo. Ni lazima tuombe kwamba shauku yetu kuwa na uwepo wa Mungu iimarishwe, iendelee. Bwana asifiwe sana. Kwa Mathayo sura ya 5 mstari wa 6, kwa ile diskura ya Yesu mlimani, anasema heri wenye kiu ya haki. Njaa ya Ukristo kwa mambo ya Mungu inahitajika kwetu. Bwana asifiwe sana. Na kama mtu anakuwa kabisa na kiu, anahitaji kupata maji. Na maji haya yanatuliza kabisa moyo wake, anajisikia ametulia. Na hapa ambapo tumesoma, mwandishi wa Zaburi analinganisha uhusiano wetu na Mungu au relation yetu na Mungu kama vile kiu ya miili yetu. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo Mungu kwetu anatuliza, anatawala na anatuliza kiu chetu. Kwa hiyo wandugu wapenzi, jambo ninalopenda kusisitiza kwa siku ya leo ni kwamba tuwe na kiu cha Mungu wetu. Tumwonee kiu, tusikie kabisa hamu ya kutawaliwa naye. Tusikie kabisa tumetawaliwa naye. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kama hatutawali, hatuwezi kushinda jangwa. Jangwa ni mahali paliyokauka kabisa, mahali penye kuwa na ukame, mahali pasipo na mvua, mahali ambapo kuna joto mchana, usiku kuna baridi. Yani temperature ziko kuma extremite, kumwisho na mwisho. Kama ni kifukuto unasikia hauwezi kuishi, kama ni baridi unasikia maisha haiwezi kuwa katika jangwa. Na jangwa ni hali ya maisha ambayo tunaweza kupitia maisha magumu. Huko misemi moja ya Fransai inasema, mtu akisema niko nafanya traverser du désert, wanapita katika jangwa, yani anapitia kipindi kigumu sana, kipindi ambacho anaona hakiwezekani kabisa, ni kipindi kizito, kipindi ambacho mtu hajiwezi kabisa. Bwana tutie nguvu.
Na habari za jangwa tunaweza kusoma katika kitabu cha Marko sura yake ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 13, lakini kwa kuokoa muda tunaweza kuanzia hata mstari wa 9. Ukianza kwa mstari wa 4 mpaka wa 13 utaona habari za Yohana Mbatizaji, jinsi alivyokuwa akifanya, alikuwa akihubiri, na wakati ule Yesu pia alikuja ili abatizwe. Tunasoma Marko sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 13, lakini tutaanzia mstari wa 9. Tunasoma katika jina la Bwana. Amen. Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama ua ikishuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndio mwana wangu, mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa naye. Mara Roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40, hali akijaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu, na malaika walikuwa wakimhudumia. Bwana asifiwe sana. Hitaji langu ni kwamba mbingu zifunguke kwa ajili yako. Kama vile mbingu zilipofunguka wakati Yesu alipotoka majini anabatizwa, mbingu zilifunguka na zikasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Na mimi naweza kupenda mbingu zifunguke kwa ajili yako, Mungu aweze kujifunua kwako, ili kwamba jangwa hili liweze kuwa tu ni kwa muda, lipite. Bwana asifiwe sana. Na jangwa sio punition, sio adhabu, sio laana. Roho ule mwenye ajifunua kwa Yesu, na Mungu akateleshaje karakter zake zote za kiungu kwa mwana wake Yesu Kristo. Roho yule akambeba Yesu jangwani, ili aende kujaribiwa. Bwana tusaidie sana. Kusema kwamba jangwa tunaweza kupita ndani, sio laana, hapana. Jangwa ni kipindi tunaweza kupitia na tutashinda. Biblia inasema hapa Yesu alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu, na malaika walikuwa wakimhudumia. Haikukuwa tu alikuwa jangwani ndio malaika waliacha kumhudumia. Malaika walikuwa wakimhudumia. Unaweza kuwa katika hali ya jangwa, ujue kwamba malaika wanakuhudumia. Hautakufia mjangwa. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatutendea yaliyo makuu. Mungu wetu ni wa ajabu. Bwana asifiwe sana. Jangwa sio laana kama vile tulivyosema. Tunaona hata manabii walipitia katika jangwa. Elia wakati alianza pata matatizo alikimbia, alipitia katika jangwa. Tukasoma habari zake, tutaona kwa Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 18. Tutaona Elia wakati anapitia katika jangwa anazania imefika mwisho. Bwana, nimebakia mimi nabii mie peke tu, uniue basi nishie pale. Na Mungu alimwambia hapana,
kuna manabii 7,000, kuna watu 7,000 ambao hawakuinamia miungu hii ya kigeni, ambao nimewahifadhi. Na Elia alilishwa na kunguru. Kunguru kibongobongo, mnajua kisi inasotaka, ikiona mnofu tu inakosha sote, mnofu inakuwa, ikiona mkate. Lakini kibongobongo ilikuwa inaletea Elia chakula. Bwana asifiwe sana. Mambo ya ajabu, kulishwa na kibongobongo mnofu wa nyama, kulishwa na kibongobongo mkate. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hali ya magumu ni hali nzito sana. Nakumbuka wakati mmoja tunatoka muvita ya AFDEL, tuko Baraka, tulipitia kipindi kigumu. Huko rafiki mmoja alikuwa alitutumia $20. Kulikuwa dini yetu fulani, akatutumia ile $20, na $20 tukaitia mkitabu. Na wakati tulitia mkitabu tukasahau tulitia mkitabu gani. Na katika kuhamahama tukaanza pekua, tulishapigwa na njaa, tunajua tuko na $20 yetu, lakini hatujui iliendaka wapi. Lakini ilikuwa siku moja na mama yuko na pekua vitabu tu, ile $20 juu. Maajabu ya Mungu, tena wakati tuko mkrize ya nguvu sana, tungali na maua tu. Na unajua ile wakati maneno na tweet $20 ilikuwa franga. Mnaona 2000 hapa, saki ya bunga ilikuwa $5. Huko natuma $5 Rwanda, huko na saki ya bunga. Alors, upate $20 hivi, manake sisi tuliona tu ukuu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika jangwa, wana wa Israeli walipitia humo jangwani miaka 40, wako wanazunguka mjangwa, na Mungu hakuachilia. Mungu alikuwa pamoja nao. Walikula mana. Watafasiri wa malugha wanasema mana maana yake nini hii. Maana yake ni kusema Mungu aliwashangaza. Waliamka asubuhi, wanaona chakula, mikate, wanajiuliza nini hii. Bwana asifiwe sana. Ni jambo gani unapitia ambayo Mungu hawezi kushangaza na unasema nini hii Mungu wangu? Nini hii? Nguo zao hazichakaa, walikunywa maji kutoka mwamba, maji ambayo hakusibiri treatment ya Regideso, watie ndani maproduit maji mazuri yalitoka katika mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tunaweza pita katika hali ya jangwa, tujue kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Kama vile malaika walivyokuwa wakimhudumia Yesu Kristo katika jangwa, Mungu naye hayatusahau. Katika jangwa Mungu alijifunua kwa Musa. Nikisema kwamba kupita katika jangwa ni mafundisho tu, ni somo tu. Kupita katika
katika jangwa haijakuwa ndio mwisho. Biblia inasema Mungu hata tufanya tujaribiwe zaidi ya imani yetu. Yaani kama unapita katika jangwa, ujue kwamba imani yako iko juu ya ile, kwa sababu Mungu anajua atakufanyia njia ya kutokea. Bwana asifiwe sana. Yoshua alifunzwa kuhudumia au kuongoza wana wa Israeli kwa jangwani. Ndio alipata mafundisho, ndio alipata mafunzo na akaweza kustahimili kama kiongozi mkubwa wa wana wa Israeli. Aliweza kuliongoza taifa la Israeli mpaka akawaingiza katika nchi ya ahadi. Bwana asifiwe sana. Alipitia katika jangwa. Alipitia katika jangwa. Donc kupitia katika jangwa haiwezi kuwa chanzo cha mtu kujisikia kwamba ameachwa. Mungu wetu hajawahi kutuacha. Amen. Tunalohitajika ni kwamba tuwe na shauku kwa Mungu wetu. Amen. Tuwe na kiu kwa ajili ya Mungu wetu. Tujisikie sawa vile ayala. Ayala ni kanyama kafanana sawa bongo, sawa kantilope. Na wakati kanafika kwenye chemchemi ya maji, kwenye maji yako yanatiririka, kanajisikia furaha sana. Ni furaha hii ambayo mwandishi wa Zaburi ameilinganisha na kiu chetu, hamu yetu kwa Mungu. Amen. Je, tunamtafuta Mungu katika kweli? Na pale ambapo tumesoma inasema tumtafute yeye, tuwe na kiu ya Mungu wa kweli. Amina. Bwana tusaidie sana. Mara nyingi furaha yetu au shauku yetu ya kumtafuta Mungu inatikiswa au inaondolewa na hali yetu ya maisha, katika anasa, katika mali za wengine zinawatoa katika kumtegemea Mungu, katika hali ya ukame inawafanya mtu kumtegemea Mungu na kuachana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, nilipenda kwa siku ya leo tujue kuwa na kiu ya Mungu wetu. Tujisikie sawa vile mtu anakuwa na kiu ya maji, tujue kwamba Mungu akitawala ndani yetu tutashinda jambo. Tunayohitajika kufanya ni perseverance, kudumu katika kumtegemea yeye, kudumu katika kumtaka yeye, kudumu katika kuhitaji utawala wake ndani yetu. Akitutawala ataendelea kuwa pamoja nasi na tutatambuka jangwa, tutafika ngambo nyingine ya Yordani, tutafika mahali ambapo ametuandalia vinono, ametuandalia asali, ametuandalia maziwa na vingine vyote ambavyo tunahitaji. Ni kuwa tu na shauku yake, kumhitaji yeye aliye Mungu wa kweli, kumhitaji yeye aliye tufilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangulia kusema kwamba nyimbo tulizoziimba hapa ilikuwa tu kuonyesha kwamba tunamwabudu
yeye aliye Mungu, Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, Mungu ambaye hajawahi kubadilika. Na ni Mungu yule yule ambaye tunamhitaji, ni Mungu yule yule ambaye tunahitaji kulingana naye, kukamatana naye, kuambatana naye ili atupe nguvu za kuvuka jangwa. Ukiambatana naye tutavuka jangwa. Ndugu wapenzi, jambo naweza kusema ni kwamba tuwe na shauku ya huyu Mungu wetu. Kuna waimbaji wanasema wakitaja jina la Bwana wetu Yesu Kristo wanashindwa kubaki kimya. Anasikia moyo unawaka moto, moyo unahitaji. Na itakayotuliza mambo haya ni sifa zitakazotoka midomoni mwake. Bwana asifiwe sana. Ndugu wapenzi, Mungu wetu aliweka ndani mwangu neno hili ya kwamba tuwe na kiu yake. Tukiwa na kiu yake tutavuka jangwa, atatupa nguvu na tutaweza kufikia yale ambayo tunayohitaji. Bwana asifiwe sana. Ningewasihi tusimame, tutakwenda kuomba na mchungaji atakwenda kukamilisha kipindi hiki. Tutakapomaliza kuomba, tutaomba ili kwamba Mungu aongeze shauku yake ndani mwetu, tuendelee kumhitaji.